kwanza hiyo wakati nilisikia na ikafuatiliwa vizuri kwa sababu nilitafuta mtu ameenda huko ndani. Walisema ulikuwa unaingia mna divide mara 3. Kulikuwa sijui na Bathsheba, Bethsaida, Jerusalem sijui na wapi na Galilee. Watoto kuna pale walikuwa wanapelekwa wa mama na wazee. Wanafunga na kuna watu wanasimamia. Wakati nilisikia details ya kile kilikuwa kinatendeka Shakahola, nikagundua hii haikuwa cult. Hii ilikuwa occult. Hizi ni human sacrifice zilikuwa zinatolewa. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe. Gathosha mwanya murori wito gunyitogani hoini wa umuthi ndiragukira ndi imwe kwa imwe kundu ngiukite kuhungira ndeto ni ukini ukwetwo na maundu maingi muno makwetwo magithia na mbere guku nende nicio kinyaniria nitukwetwo tukigwa kanitha ikiri ada attack kurigana na andu marakiuga na maundu maingi makwa magithia na mbere gatagati ga tungatiri thirikari na nginya maundu tukigwita maundu nginya makwa ria Shakahola ndakiuga ni guka gwetha muthuri tutete muno agitagwo Pastor T ntoko tukiaragia nake uguo ndugathiore mitambo uthie na mbere kwirorera na kama kawaida ngitagwo muhia wa magithite kile munyitogani tucoke tukwa tukiaragia makiria oraku Pastor T kwaga muno amaretwa njitagwo Anthony Kahura Mwangi. Yes hevo ndaku na rito ya bereri na nyendete introduce tumwire maritwa ritwa ni tuga nginya urio gikaga. Okay, Anthony Kahura Mwangi ni ngoragwo the founder wa Life Church International Limuru na also the founder of Truth Mentorship Society Kenya. Wera uria ndutaga ni mentorship wa andu ethi young and teenagers, mentorship in high school and even out of high school. Tondu beo njithi no menya ni ukoragwo under attack. Kindu kiria kiratendeka bururi-ini beo njithi ni ukoragwo under attack. Na ni kindu ngoretwo ngiruta kuma ndire ndari university nginya riu wera ucio ndutaga nginya ndagika ino. Na ngoragwo na mutumia de muhiku kana ni kuhikania de hikani yes niko na wife anaitwa Claudia Waheto na pia mtoto anaitwa Tiffany and Tyrone. So I'm a family man. Na nikoragwo nyandikite mafuku nimeandika moja inaitwa Understanding Family Battles, Understanding Pain, Generational Battles of Destiny na pia The Value of a Woman's Worth. Wow. Nindakena muno niguko meet Pastor T na mwirori gucuge muhera aiko ni ukuigwa ni twarethie twaremererwo kwaria Gikuyu nituko nginya tukiaria na Githweri Githungu tondu ciothe cikiriruga cia bururi. Pastor T nagakuga atiriri ndaciarirwo Thamburu tukirerwo na Roko na ndiria twaririrwo na Roko ri ni kahinda karia kari na bara ya Mathai na Gikuyu 1992 na ndramenya ntweretwo ni muthuri wari hau aerete Gikuyu mutalala flat kama bahasha riu hau niho ndatirie thiomieno ya Gikuyu no ni njiguaga ikiora hanini ni undu wa survival nigetha tukihote guikara na Roko ikaria na andu aria riu andu mambiriria kwaria siasa ni njiguaga uru muno tondu ndramenya kiria siasa ingika when politics go wrong you know what can happen. So even though tulipoteza lakini nasikia Kikuyu yote kuongea naongeanga kwa kichwa kutoka kuongea pia nasikia pia uko sawa si mbaya vi no kugeria Pastor T no nyende ngori ama nikuulize umekuwa kwa huduma for like how long? Niliokoka 2005 17th of February. Watu wengi wajaijua niko onoka gwakwa I ended up almost in atheism. Negosaria dasaragia ma amenyoria maugaga Jesus the way, the truth and the life ne ma dasaragia na githie githoma ithiramu githoma ahindi githoma mathomo maya metagwo ma Africanos githoma maundu macio mothe no giona ni kama the Bible iko na ukweli inajibu maswali zangu mingi. Background yangu ama scientist dathomeire kitu gitagwo geology and masters in environmental studies. Leo dina background ya science in a deep level na girora na giona haha maundu maya ma Bible mena na inajibu maswali yenye hakuna kitu kingine ingenijibu. Yes, so kutoka hapo nikaingia university na nikaanza kufanya mentorship high school. So tunaangalia kuanzia 2008. Yes. Nimekuuliza hiyo swali juu tuliacha ukiimba muziki. Leo
Detu kile watu gani nikiato majoria kioria. Yeah, dabirina kuina rapper. Then I realized korea dathiaga daina ni ndaneanaga ka story gakwa. Kamera ndaciarirwo Thamburu, ogo niko ndarereirwo just to encourage the young people. Na igekinya handu ngerealize andu ni marahutio muno ni testimony ukira uremboro ria ndiraina. Na andu ni marahutio muno ndahunjia ukira na wini. Eni na realize it's like the solution is not in music. The solution is in preaching the word. Ngiambiriria kuhunjia na kuina kidogo. Na realize andu ni maracenjia beo njithe niraigua na maraona solutions. Na ngiambiriria gukorwo na burden for the generation. Hau neho ndaugire riu ri ndreciria what a generation needs is not music. Marenda kiugo getha macenjie. Eni na uramenya maundu maya ni gwitwo mundu etagwo na ngigwa burden iyo ni aigiha na ngigwa ko it's like this is an abandoned flock utire mundu ramahunjiria andu aingi maturaga ciana ciao boarding secondary no matiramenya kiria marafundithio ku matiramenya uria marathie magikuraga riu andu aingi muno ni mateaga values makoragira kanitha-ini mathie secondary makora riu hao neho ithuĩ tuthiaga nigetha tuhote ko is like kumathara kuma maundu maria makoragwo magifundithio in these boarding schools. Pastor T, nigetha ngumenya ama nikikujua mara ya kwanza waragiriria topic ya religion na spirituality. I don't know if unaweza tuguzia kidogo ndio dhaishi ni ukoletwa na minyonyo migira mambo tu mingi zinafanyika huko kwa social media. Nitaguzia kwa sababu hapo sasa nitaenda na Kiswahili ndio niweze kuflow. Wakati tunaangalia religion religion ni kitu ambacho binadamu wametengeneza. Ni njia ya binadamu ya kujaribu kufikia Mungu. Na tukiangalia spirituality ni kitu imekuwa. Lakini kila religion inakuanga connected na spirituality. Kile ndio ni atiriri. Warora Ukristiano, Uislamu, Ahede, watu wanasemanga China hakuna Mungu. China wanakuanga majority Buddhist. Na Buddhist ilikuwa ni mtu ambaye alikuwa anawafundisha njia za spiritualism. So hata tukiangalia hii tunaita African traditionalism. Mambo ya kuongea na watu wamekufa, kuingia chini ya mlima na kutoa sadaka na kufanya tambiko makafara, zote zina kuconnect kwa kitu inaitwa spirituality. Sasa tukiangalia kila spirituality inakuja ina appreciate ati kuna nguvu za giza na kuna nguvu ambazo zinasaidia watu. So hizi nguvu za giza wengi hawajuangi zilitoka wapi. Watu wengi ukuja wanasema ni kweli kuna watu wanatumia nguvu zao vibaya. Onathia kwage kuna maugaga kwina urogi, kuna andu mahudhira urogi ili waweze kuumiza watu, na kuna watu wanatumia saa zingine kusaidia watu. So kile kinajulikana ni kwamba kuna dark force na kuna light force. Sasa dini nyingi hazijaweza kudescribe origin ya the dark force na hiyo dark force ni nini. Lakini ukiingia kwa Bible unakuta inakupatia spirituality na inakuonesha in totality. So utakuta kama ni Wahindi wako na mafunzo yao, lakini ukiingia ndani ni spirituality. Ukiingia kwa Uislamu, ukiingia ndani kuna spirituality. Ukiingia kwa Wakristo kuna spirituality. Ukiingia kwa Waafrika, ile African traditionalism, utakuta sisi wote tunaongea kuhusu kitu inaitwa the realm of the spirit. Lakini tofauti na kuanga wakati nakuja ni explanation. Mimi ukiniuliza na research yangu kidogo nimefanya na believe maandiko ama Bible iko na better explanation ya spirituality kuliko any other religion ambayo tunaweza iangalia. So hivyo ndo kuko. So wakati tunaingia kwa spirituality, tunapoingia kwa spirituality sehemu ya mwangaza, Thiri, hapo sasa ndo tunakuta mambo kama Ukristiano inazaliwa. Wakati tunaingia kwa sehemu ya giza, hapo ndio occultism na pia satanism, Freemasonry, mambo ya kuabudu shetani, hapo ndo inatoka. So katika spirituality pia imedividiwa. Kuna wale ambao wanafuata nuru na wanafuata nguvu za Mungu, na kuna wale ambao wamefuata spirituality. Leo ukiingia satanism utastukia bado ni spirituality. Na hata lugha zao ni kama tu za
kanisa. Utasikia watu wanaongea kuhusu sadaka, utasikia watu wanaongea kuhusu sacrifice, utasikia watu wanaongea kuhusu fasting. Hata hii side nyingine ya uchawi watu hufunga. So utasikia hiyo lugha kwa sababu ni lugha ya spirituality watu wanaongea kuihusu. Sasa wakati umedeal na ya light unaweza kujua darkness. Na hata wale wa darkness wanajuanga spirituality ya light. Yes. Tukiwa tu hapo tukiona makanitha uraigwa ndo ni marathie wanaomba wanapona but tena ukisikia ukidig bado unasikia kuna vitu zingine zina emerge. How can we be able to like kujua what is the ile kanisa ina follow mambo ya Mungu, the light na hii pande nyingine ya giza? So lazima kwanza uelewe spirituality ya Ukristo iko defined na maandiko. Example nzuri kabisa katika spirituality kuna kuanga na marine power, hizo ni nguvu za maji. Kuna land spirits, hizo ni nguvu ambazo ziko kwa land, na kuna air spirit, hizo tatu. So wakati unaingia katika eneo, kama ukienda uangalie spirituality ya Mombasa na spirituality ya Mount Kenya ni tofauti. Hata ukipata mchawi Mount Kenya na mchawi Mombasa ni tofauti. Kwa sababu ama hata upate Kitui, wale ambao wako hizi area kama pali ambapo kuna land, sana sana wanatumianga herbs, na wanatumia sana sana utakuta wanatumia herbs na kafara za wanyama. Kwa sababu wanatumia vitu ambazo ziko kwa land. Unapoingia kwa marine kingdom, hiyo sasa una deal na marine spirit, unakuta vitu ambazo wanatumia sasa zina entail vitu kama maji. Unaweza ambiwa chukua hii maji, weka hii nje, saa zile kuna full moon, oga mara 7. So kunakuta uko connected na hiyo kingdom. Wakati tunaongea kuhusu air spirits, sana sana zinatumikanga kwa airwaves. Airwaves ni watu kunena, enchantments, kukas na hizo vitu zote. So lazima tuelewe kwamba spirituality kwanza iko divided, kuna land, kuna air na kuna atmosphere. Air spirit na land na marine. So ziko hivyo mara 3. So wakati tunaingia kwa kila moja inakuanga na itikadi zake ama processes ambazo zinafuatwa. So tunapoingia kwa undani, kuna watu wamechukua maandiko kidogo lakini wanatumia uchawi kufanya miujiza yao. Kumbuka shetani pia ako na nguvu zake. Manake wakati wa Job shetani aliitisha moto kutoka mbinguni. So kuna watu ambao wamechukua maandiko, watakufundisha maandiko, lakini vile wakianza mambo ya deliverance, mambo ya healing, mambo ya kusema sijui tunatoa mapopo, ukiangalia hauipati kwa maandiko. So utakuta watu wanaanza kutumia vitu kama maji, hiyo basi hiyo ni marine power. Kwa sababu kwa maandiko hakuna pali mtu alitumia maji. Kwa maandiko kuna watu sasa wameleta mafunzo inaitwa salt covenant. Watu wanaanza kuweka maji kwa chumvi, wanakoroga, wanaanza kunyunyuzia watu. Kwa maandiko ni kweli kuna mtu alitumia chumvi, lakini kuna kitu inaitwa prophetic action. Kama example, kuna jamaa prophet aliambiwa alale akiwa ameangalia side moja siku na sijui kama ni 290 na angalia side nyingine siku fulani, na ilikuwa prophetic ya kuonesha ya kwamba hiyo ndio itakuwa judgment. This is same prophet akaambiwa aende apike akitumia kinyesi ya ng'ombe. Mungu akamwambia, kwanza alimwambia ndio utumie kwanza ya binadamu, akamwambia hapana, Mungu imezidi, kwambia tumia ng'ombe as a prophetic sign. Sasa mimi siwezi anza kukuja na kinyesi ya ng'ombe kwa madhabahu nianze kupika, kwa sababu ilikuwa ya huo muda, kuna ujumbe ulikuwa unapitishwa. So watu wengi wamewekwa kwa box wakiambiwa hii ni prophetic sign, lakini vitu ambavyo vinaletwa kwa madhabahu ni uchawi. So tunakuta ya kwamba tumechanganya. So kwa sababu tunaishi katika mwaka ama age inaitwa deception. Deception ni kumaanisha isaini kukupatia 1,000 notes original, 1,000 fake. Kama hujai deal na original huwezi jua fake. Bado itakuwa ya Brown, haitakuwa na Museveni, itakuwa na Kenyatta picha yake, na itakuwa na 03. Sasa kama hujai deal na original huwezi jua. Sasa wengi wanaingia katika madhehebu, lakini wale wako pale ni spiritual leaders. Wengine hata vile wamekaa, hata vile wamevaa si nguo za kikuhani, ni nguo za kichawi kabisa. Hata ukiangalia madhabahu, hata uangalie rituals, hata uangalie vitu watu wanaambiwa wafanye kabisa, hujaingia kanisa, umeingia altar mchawi. Lakini watu wasomi maandiko, watu wataki kutafuta Mungu wa kweli, watu wanataka miujiza. Na so kuna wengi wameangalia ignorance ya watu na wamejua hapa kuna biashara. Na kwa sababu wa Afrika tunapenda ishara. Hata ikuwe mtu alifufua na ama aliponya na nguvu za kipepo, bora alisema Jesus, sisi tunaamini huyu ako ndani. Mimi naweza kuambia kuna makanisa zimejaa wachawi
wachawi na si mapasta na ni wengi. Lakini watu bado wanaenda huko na watu wanatoa na wametumia maandiko wametwist. Sasa kwa sababu usomange maandiko wewe haujui na wanatumia uoga, wanakudanganya. Unaingia kila Sunday unahubiri, unatabiriwa tu kuna giza na kufuata kwenye mama yako alitoa kafara ya mbuzi 7, wewe unafaa kutoa mbuzi 10. Tunafaa kuingilia sala siku 17. You know, very strange teachings. So watu wamemaster spirituality na wamechanganya na uchawi. Alafu sasa wamekuja wamefungua vitu zinaitwa makanisa. Those are not churches, they are shrines. Tukiwa tu hapo mambo ya kutabiriwa na nini, tumekuwa tukisikia mambo ya nyota. Is it possible ati mtu anaweza chukua nyota yangu ama kwanza before we get to that kwanza tujue nyota ni nini? Hiyo ni lugha, unajua ukisoma kwa Bible iko kidogo. Ile kitu tunajua kwa Bible inaitangwa ni divination. Wakati Jacob alienda kwa Laban, Laban aliambia Jacob, nimejua ninabarikiwa kwa sababu yako. Na tukiangalia kabisa Jacob alikuwa amebarikiwa. Akasema mimi najua nabarikiwa kwa sababu yako. So akasema nimekugundua kupitia divination. Wakati tunasoma divination inakuanga ndio level ya kwanza ni level ya uchawi ya kupata kitu tunaita spiritual information. Watu wanaweza ita prophecy lakini inaitangwa operation na familiar spirit. Ukienda kwa book ya Acts chapter number 16 na verse 16, maandiko yanasema kuna msichana ambaye alikuwa anafuata Paul. Na anaambia Paul kila siku, anaambia watu, fuateni hawa watu. Hawa ni watumishi wa Mungu na ndio wanahubiri injili ya kweli. Wafuate. Huyo msichana hakudanganya. Lakini ilifika point Paul akasikia hapana. Na akasema alikasi your spirit. Na akasema it was a spirit of divination. Spirit of divination ni ati ni roho iko na information kukuhusu lakini si ya Mungu. So watu wanakuwa excited kwa sababu nimekuita na jina, nimekuita na ID, nimekuambia kwa mama yako kulikuwa, lakini haujui ninatumia roho mgani. Maandiko inasema test every spirit, not prophecy. Manake naweza kuwa accurate, naweza kuambia vitu za ukweli, lakini roho ninayoitumia inaitwa familiar spirit. So utakuta wengi wanatumia familiar spirit. Wanaingia kwa anga za kiroho through the wrong way. Madhabahu za kishetani, madhabahu za kiuchawi, wana activate madhabahu yao kupitia the wrong way. So watakuja wajiite manabii na maapostle na hata waeke mabana. Na ukute sasa ku activate madhabahu yao kuna vitu watafanya. So wakati tunaangalia mafunzo ya nyota kabisa, maandiko haijapeana emphasis ya nyota. Maandiko imepeana emphasis ya kitu kinaitwa maandiko inapeana emphasis sana sana ya Calvary. Mafunzo ya nyota hiyo ni mafunzo ya Waislamu. Waislamu ndio wanafunza nyota vizuri. Sisi hiyo si mafunzo yetu. Sisi hatuna hiyo mafunzo. Hiyo iko kwao. Na by the way ukipata Muislamu atakwambia mambo ya nyota. Na so vile iko ni kweli kuna watu wanaitangwa stargazers. Hizo ni kuna stargazers, kuna procrastinators, kuna wale wanaitangwa predictors of the month. Ni levels za kichawi, lakini Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye Mungu na yoyote ambaye anatumia hizo formula akona nguvu ya kuwapatia upofu. So ni kumaanisha wakati nimeingia kwa Mungu na kuna mtu ambaye anasoma nyota yangu, mimi nikiwa ndani ya Kristo, kuna upofu naweza achilia ati yule mtu hawezi ona nyota yangu. So lazima unakuta ya kwamba hatujahubiri wokovu wa Kristo. Tumehubiri kuhusu shetani zaidi. Na hiyo inaitangwa the doctrine of demons. Wakati tunainua shetani kuliko Kristo, tumeanza kupatia marketing ibilisi. So mambo ya nyota, hii nasikia kukwambia, unakumbuka yule jamaa alikuja akasema mambo ya stima je watu wa stima. Mambo ya nyota. Ajia watu wajua. Kwa sababu hiyo ni mafunzo. Na ukiangalia tunapoingia kwa kitu, kuna kitu inaitangwa mafunzo ya Balaam. Mafunzo ya Balaam. Kuna watu wanaitangwa soothsayers. Na watu ambao wananena kukufurahisha. Na mafunzo ya Balaam ilikuwa ni kitu, Balaam alikuwa na genuine prophetic gift, lakini alikuwa anatumia ile gift kwa njia ya biashara. So alikuwa anaona, lakini alikuwa anaona kupitia njia tofauti, haikuwa njia ya kiungu. Kwa hivyo tukiingia katika maandiko ndani, hawa watu wako. So lazima tuanze kutest every spirit. Na standard ya kutest spirit ni gani? Ni maandiko. Mimi huwezi niangalia unitest na vile una feel. Lazima niangalie hii kitu unasema na Bible iko pale iko. Hii formula unatumia ya kuniuzia mchanga, ya kuniuzia chumvi. Hii formula ya kuniuzia maji. Hii kitu iko kwa Bible. Ni kweli apostle walitumia handkerchiefs, watu walizileta zikaponya watu, lakini ziliuzwa. Lazima tuanze kuuliza na tuende tukue Bereans. Hakuna mtu wako above
of the Bible. Hakuna. Mungu anasema Galatians 1:8 ati hata malaika akikuja alete injili ingine tofauti na ile tumewafundisha malaika. Na si ati ametoka kuzimu, binguni. Akuja afunze injili ingine ambayo tujawafundisha. Maandiko yanasema let him be a cast to hell. Ati atumwe jehanamu. Atumwe jehanamu. Malaika. Mara hiyo. Yes. So ukiangalia when it comes to God protecting his word, it is very serious. Si kitu ya mchezo. Na hatuwezi cheza nayo. Yes. Pastor T, naweza kuuliza kwa mtu kama mimi, unaona sasa mimi ni layman kabisa. How do I like nitajuaje which path to follow? Unaona juu makanisa unaona zimekuwa mingi. Na sina you understanding like huku anafuata the light the dark. Sasa mtu layman na kwa hapo nyumbani anakuwatch. Very simple. Ataweza aje kujua? Kuna kitu inaitwa discernment. Wewe jaisikia hata mlevi akisema nadhiri yangu inaniambia. Nadhiri. Hiyo ni discernment. Very simple. Watu wengi hata wanaendanga makanisa na kitu inawaambia huku ni kama nimepotea, huku hapana. Lakini shida zangu kama nitasaidiwa ni sawa. So wengi hawaendangi juu wako na imani, wengi wanaendanga juu wako na shida. So ni kumaanisha kanisa inaweza taniwa ikuwe kama hospitali. Hakuna siku unaendanga hospitali juu unapenda daktari. Inakuanga niko na shida nisaidie. Na unaweza kaa mwezi mzima kwa hiyo hospitali juu ambao daktari atakusaidia. So mimi ile kitu nitaambia watu, binguni si kanisa inaenda, binguni ni individuals. Na ndio maana faith ya mtu kwanza inafaa kuwa personal na Kristo. Na hawezi jua Kristo kama hujui maandiko. Unaona wakati watu wanaenda airport, saa zingine unaambiangwa kuna jamaa anakuja na unapewa picha na unapewa description. Kama kuna wakati nilikuwa naenda nje, yule alikuwa ananipokea hakuwa ameniona. Akaambia huyu jamaa ni Mwafrika, ni mweusi, ni mrefu hivi, anakaa hivi, akapewa description. So wewe imagine kama angekuja airport na akose kusoma description, angenipita. Kwa sababu description yangu iko kwa vile aliambiwa. So wengi tumepatiwa description ya hii imani kwa maandiko, lakini hatuisomi. So wakati hizi vitu fake zinakuja, hatuwezi jua hii ni origi na hii ni fake. Why? Tulikatana na description. So tunapitana na ile kweli na tunajikuta tuko kwa ile uongo. So ukiwa tu student wa maandiko, simply student wa maandiko, na ndani yako tu kuwa unaomba, discernment itakuwa. Hii hata itaki ati sijui kuwe deep. Utaingia kanisa na kitu ikwambia hapa hii si kanisa. Hii ni shrine. Na utaingia kwingine useme hapa kabisa roho yangu imetulia na nasikia nimefurahi. Na sasa kuna hiyo general attack kwa makanisa, ikaeni kama kanisa zote ni cults, kanisa zote ni shrine, lakini sikudanganyi kuna wengi ambao wanahubiri injili ya kweli. Lakini kawaida ya media wakati mtu anauma umbwa, hiyo ndio news, lakini umbwa ikiuma mtu hiyo sio news. So kuna hiyo swali muulizwa ya kama mtu hii mambo ya watu kwenda kila Sunday kutolewa mapepo. Kuna jinsi tatu tunaweza ijibu. Ya kwanza, wakati umeokoka na kabisa umeokoka na unafuata njia za Bwana kabisa, ni vigumu sana ukute pepo inaishi ndani yako. Lakini kile kuwa kinatendeka tunaitanga ni oppression. Unaweza teswa na maroho, lakini zinaweza kosa kuishi ndani yako, lakini zitakutesa. Zinakujia tu. Na the reason zinakutesa mara nyingi na kuanga maybe ni kwa sababu ya kutokuwa na ufunuo, saa zingine kulegea kwa maombi, kwa sababu tunaishi kwa anga ambayo mapepo yako saa zingine tunakuta inakutesa kupitia magonjwa. Kila kitu ambao utaelekea Mkristo wangu imetoka kwa Mungu. Na ndio maana unakuta maandiko yanasema tukae katika maombi na utakatifu. So Mkristo wowote anaweza ingia kitu tunaita demonic oppression. Lakini tukiangalia hizi huduma za deliverance nyingi, watu utolewa pepo lakini hawaongozwi kwa toba. Sasa ni vizuri kuelewa maandiko yanasema ya kwamba wakati mtu amekuja na pepo na ametolewa pepo, Kristo anafaa kuinvitiwa kwa hiyo like a house. Ndio isikuwa ni kama nyumba ambayo iko bila. Na maandiko yanasema mtu huyo akienda, pepo zingine 7 stronger kuliko zile zilikuwa zinarudi. So wakati tu kazi yetu ni kutoka enda. Inafaa kuwa wakati umetoa pepo, wacha mtu yule aingie katika ombi la toba na okoke. Kwa sababu akiokoka ni kumaanisha sasa pale ambapo pepo alikuwa amekaa, sasa ni roho wa Mungu atakaa. Tusipomuongoza katika maombi itakuwa ni shida. Kuna watu ambao wako na vitu tunaitanga legal residence of demon. Yaani pepo ambayo inaishi ndani yako, inaishi ndani yako kwa haki. Kuna mlango ulifungua, labda uliingia katika uchawi, ama labda uliingia kwa vitu ukaanza kuona na mlango ukafunguliwa spiritually na ile pepo ikakuingia. So wakati tumekuombea na wewe mwenyewe ukose kwenda kudeal na ile
mlango. Ni kumaanisha bado hiyo kitu itarudi. Juu ni kama umeibiwa leo na hukufunga mlango, kesho wezi watakuja waibe. So kuna watu ambao kuna milango ya kiroho ambayo ilifunguliwa. Ya tatu ama ya nne, wakati umekuja na umekuja ni kuombea. Mimi kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, ninaweza kuwa na rank katika anga za kiroho. Kwa sababu hiyo kiwango, unaweza kuja niseme in the name of Jesus live. Na iende. So nisipo kutrain, kuinuka katika rank, ile pepo iliniheshimu kwa sababu ya rank. Na wewe na kugandamiza kwa sababu ya rank. Sasa ni kumaanisha una survive na rank yangu. Na unakuta kuna watu watakuja waseme pastor, baada ya kuniombea ile pepo ilienda. Lakini baada ya siku 5 ni kama iliru. Ni kwa sababu wewe sija kutrain kuongeza maombi, kukua katika neno na kukua na misuli ya kiroho ya kudeal na kile unachodeal nayo. Na sasa utakuta kuna watu ambao wametengeneza biashara. Juu na imagine kama kila wiki natoa pepo na kila session ya kutoa pepo ni 3,000. Unaona hiyo ni biashara mzuri sana. Biashara mzuri sana. So wewe tu ni udhokome, ukona niletea pesa na mimi natoa pepo. So mimi nafaa tu ku make sure sijashukisha rank, lakini sikufundishi kuinuka, sikufundishi maombi, sikufundishi njia za kutembea ili wache kuingia katika ugandamizaji wa mapepo. So nakuta kuna hiyo. Na pia kuna watu ambao nguvu wanazotumia ni strange powers. Strange powers. So utakuta kuna mtu tu atasema, haya ndio hii sijui nimekupointia hii kitu. Nitashout mara 7. By the time anapuliza, yeye mwenyewe hata ndio vitu anaachilia. Unaanza kuona strange reactions. Unaanguka huko. Watu wanaanguka, watu wana manifest strange. Mimi usema sikatai deliverance inaweza tendeka. Lakini pia wewe unaweza kuwa na kanisa ingine fani sana. Ati kila Sunday mapepo zinakuja na zinakaa. Kila Sunday. Kwani hazikuogopi? Kwani zinafaa zikuogope? Kuna pali nafikanga hata ukisikia watu wanasemanga. Kuna pali unafikanga, unaingia kwa mlango hivi, pepo zinaenda. Kwa mlango, juu pale umeingia ni patakatifu. That is the reality. So hata kuna watu wanasemanga, kuna watu ambao wanakuanga kama wachawi. Kuna pepo wanakuanga wamebeba, they carry spirits. Na kuna wale wanakuambianga before waingie pale kama kanisa, kuna pale wanaendanga wanaacha pepo zao. Kwa sababu wanajua huku nikiingia ni noma. So naamini ya kwamba nyumba ya Bwana inafaa kuwa so powerful that it is true demons was in a manifest. Lakini yezi kuwa Monday to Monday. Hiyo ndo kazi pekee unafanya. Ni kumaanisha pia pepo zimekuzoea. Pia hapo kuna kitu iende vile inafaa kuikia. Na unajua pepo zinapenda TV. Pepo inaweza jua niko live. Pepo ikuje. No, the main point ni kuuza uoga. Utasikia hebu sasa wempe microphone kama inaitwa Badishiba. Mimi ndo nimekalia pesa zake mimi amunijui. So watu wote kwa hiyo kanisa wanatoka na uoga. Badala ya kuamini Kristo, mtu anaanza kuona labda Badishiba ndo amekalia pesa zangu. Na ukiangalia watu wengi ambao wameshinda wakiwatch hizi deliverance TV na deliverance service, wanaishi katika uoga na imani yao kabisa haikuangi kwa Kristo. Imani yao kabisa inakuanga kwa tu vitu tunauzwa. Iko kwa mbegu, iko kwa tumaji, iko kwa tumchanga, iko kwa mafuta. Kwa sababu wameuziwa uoga na wameambiwa unless hii mafuta utamwaga kwa mlango, unaweza kuwa attacked. Kile watu wajaijua. Mimi kama leo nikupe pen knife na nikuwekee K47, lakini kila siku nakwambia vile pen knife ni mbaya. Itafika mahali ukiona pen knife unaogopa. Lakini sijai kuambia K47 hii bunduki inatoa risasi 47 in 1 minute. Hatujaambia watu nguvu zilizomo ndani ya Kristo. Watu wakijua Kristo ni nani, pepo haitaiwasumbua. Watu wakijua the power and the authority in the name of Jesus na kile Kristo alifanya, madhabahu iliyoachwa Kalvari. Watu wakijua damu ya Kristo imepita damu ya kafara zote zinatolewa na Illuminati na Freemason. Watu wakijua kuna madhabahu ingine kubwa kuliko madhabahu ya Calvary. Watu wakijua kuna jina ingine kubwa. Watu wakijua hakuna mafuta ambayo tunaimoga kwa manyumba zetu imetengenezwa na Wahindi. Watu wakijua maji ambayo tunanunua ingine hata imepakiwa hapo nyuma ya kanisa. Watu wataacha kuweka imani kwa vitu na waweke imani kwa Kristo. That's the problem. Wow, tukitoka hapo nimesikia umeongelea ranks. Na before nisahau, I think unaweza tupitishe hapo kwa tujue like hizi ranks. Umesema wewe unaweza kuwa tuseme uko rank 4. Ya, watu mimi niko pale chini. Watu kwa anga za kiroho. Hebu tusaidie hapo tuweze kuelewa. Kile kinatendeka. Yesu alisema, alisema akujainuka mtu yoyote mkubwa kuliko among all the people, John the Baptist is the greatest.
is one of the biggest prophets. Lakini akasema the least in the kingdom is greater than John the Baptist. Ni kumaanisha kuna viwango. Na hivi viwango of course, sasa leo hii ukakutana na mtumishi ambaye amekuwa akifanya huduma kwa muda fulani. Kuna kiwango fulani tu cha neema ambayo amebeba. Na kiwango za kiroho watu, people grow in ranks. Kuna watu utakuta hata kama ni huduma, kuna mtu amepatiwa kitu tunaita community authority. Kuna mtu amepatiwa national authority. Leo hii kuna mtu akiongea president atamsikiza. Kuna mtu akiongea hata watu watakuwa na nusu, kwa sababu hata kiwango za kiroho ako na national voice, ako na national rank. So hizo ranks ni people grow in them. Na ni Mungu upatiana hizo ranks. Lakini mtu wowote ambaye ako serious na Mungu na kutembea na Mungu na amekuwa na Mungu kwa muda mrefu, kuna kiwango fulani ya kiungu anatembea nayo ambayo si kila mtu anatembea nayo. Na hiyo ndo tunaita sasa rank. Sisema kuna rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. Hapana, lakini najua kuna kiwango. Ndio maana unaweza kuta kuna mtu mnaweza kubaliana kwa maombi na mambo yatendeke. Na kuna mtu mnaweza kubaliana na kila kitu ibaki, kwa sababu kuna watu ambao they are authorities in the spirit. Na ni Mungu kuwapatia authority. Lakini pia wamekuwa hapo. Wamekuwa kwa discipline za kiungu. Mtoto ameokoka leo na mtu amekuwa kwa wokovu na amefuata utakatifu. Kwa anga za kiroho si the same. Yes. Yeah. Wow, tukiuma haure no nyende huterie umesema story ya mapepo. Kuna swali, kuna mambo nimekuwa nikitaka kuuliza, mambo ya sex na hii mambo ya mapepo. Can you like transmit mapepo from through the act? Sex ni very spiritual. Yono kitu jaijua. Among vitu mingi sana ambazo shetani uanga amepanga kutumia, ya kwanza ni sex. Na kile najua ni kwamba leo hii ukafanya ngono na mtu ambaye labda sana amekuwa involved na kitu kama marine kingdom, marine spirit, na ama mtu amekuwa na vitu zinaitango hizi night demons, unaota ukikuwa na ngono, unaota ukirepiwa, sometimes kuna kuanga na hiyo transaction. Mimi nimekanisha na mtu ambaye alikuwa sorcerer for a very long time, na alisema one of her assignment ilikuwa kulala na watu ndio aachilie pepo ya lust. Sasa unakuta umeenda umefikiria umechipo dem, lakini by the time unalala na huyo msichana unakuta umeoa, lakini hauwezi toka, hauwezi kosa kabisa, unajua unakosea mke wako, lakini kuna pressure na force fulani ambayo inafanya kila wakati you keep on cheating on your wife, because labda ulikutana na mtu ambaye ni carrier wa hizo spirits, na ukakuta sasa zimeachiliwa ndani yako, kwa sababu Ibilisi anajua kama kuna kitu inakuanga self-destructing hata kwa maisha ya binadamu, ni the management of sex. Wakati binadamu amekuwa casual na amekosa kujitame na appetite za sex, huo binadamu anaweza, Ibilisi anachezanga na wewe very easily. It's one of the most radical tools in the hands of the enemy. Yes. Sasa kutoka hapo tunaweza ongelea story ya Niona huko Shakahola kumekuwa kukitrend. Nataka tuguze mambo ya Shakahola, tuguze mambo ya Ezekiel, alafu pia tunaweza kuguza mambo ya acha tuguze hizo mbili kwanza, alafu before okay. Ingine. Shakahola mimi ukiniuliza, hiyo wakati nilisikia na ikafuatiliwa vizuri, kwa sababu nilitafuta mtu ameenda huko ndani. Walisema ulikuwa unaingia mnadividiwa mara 3. Kulikuwa sijui na Bathsheba, Bethsaida, Jerusalem, sijui na wapi na Galilee. Watoto kuna pale walikuwa wanapelekwa, wa mama na wazee. Wanafunga na kuna watu wanasimamia. Wakati nilisikia details ya kile kilikuwa kinatendeka Shakahola, nikagundua hii haikuwa cult. Hii ilikuwa occult. Hizi ni human sacrifice zilikuwa zinatolewa. Kwa sababu ukiangalia kiongozi hakufi. Na wanasema kwa shedi yule alikuwa afunge wa mwisho. Kumaanisha lazima, na alisema mnachokipiga mkijui na kitawaramba. So ni kumaanisha hapa tuna deal na human sacrifice. Hapa huyu jamaa hafai kuhojiwa na DCI pekee. Huyu jamaa anafaa kuhojiwa na spiritual men. Manake kile alikuwa anatenda ni very spiritual. Ni kweli amevunja sheria ya nchi, lakini mnaweza arrest huyu mtu, lakini hamwezi arrest roho ya huyo mtu. Manake roho ambayo imefanya kazi ndani yake hamwezi yeka jela, bado inaweza endelea. Na ndio maana unakuta kama ni pali kulikuwa na human sacrifice na vitu kama hivyo, mbele kumaanisha tuna deal na madhabahu ya kipepo ambayo ni very strong. Madhabahu ambayo imepokea 103 plus, au ni wale tunajua, wengine hatujui pale walizikwa, hatujua alikokopotelea damu ya binadamu. We are dealing with a very strong demonic altar. So ni vizuri watu wajue kuna kitu inaitwa cult.
cult ni kitu ambayo na mara nyingi na kuanga imeanzishwa na mtu. Ni mtu ambaye ameanzisha, ako na vipawa fulani, kila kitu iko around kama huyu wa Tangaren huyu Yesu. Na nafaa kushika huyo jamaa. Hiyo sasa ni cult. Kama serikali iko serious, ishike huyo jamaa. Sisi kama mapasta tunajua huyo si Yesu. Kwa hivyo ile dini anahubiri za fake na anaweza amua leo aseme watu wake na wanaenda rapture. Kwa hivyo ajifungie, ajichome, dunia ishe. So lazima jamaa angaliwe vizuri sana. He's a serious threat. So wakati tunaangalia cult iko under one person. Kila mtu ako around him. Yeye ndio kusema na labda ako na vipawa, anaweza ponya, anaweza profesa, anaweza fanya vitu kadhaa. So unakuta ni yeye. Ya pili, cults wanga zinaleta isolation, zinakutenga. Zinafanya kwamba kila kitu inakaa ni mbaya na wewe ambao uko katika hii dhehebu unakaa wendo uko sawa. Wanapiga makanisa, wanapiga wahubiri, wanapiga serikali, wanapiga elimu, inakaa kila kitu ni mbaya isipokuwa sisi tuko hapa. Na sisi tuko hapa hata ni Mungu ametuhifadhi, maana yake anatukujia. Ya tatu, cults zinakuanga na system inaitwa brainwashing. Na brainwashing ni kwamba watatoa kila kitu psychologically ushaifikiria kama ukweli na waanze kuleta mambo ambayo sio ukweli. So hivyo ndo cults na wanakuanga na kitu inaitwa exclusive truth. Ile ukweli wanajua, si watu wengi wanajua. So unakuta hiyo truth ni yao pekee. So unakuta unaambiwa wewe uko na bahati sana kujua hiyo ukweli, wewe ni among wale ambao wako chosen. Na many cults ambazo zimetokea from Christianity. Juu kuna cults ambazo zimetokea kutokana na Christianity. Ama tuseme kuna cults lakini kuna radical cults. Majority ya zile radical cults ni zile ambazo zilianza kufundisha mambo ya siku za mwisho bila balance. Kuna vitabu mbili, kitabu ya Danieli na kitabu ya Revelation, zinaitwa apocalyptic books na vitabu za siku za mwisho. Hizo vitabu mbili usipo zihandle na hekima, hizo vitabu mbili usipo zihandle na hekima utaform cult. Kwa sababu kama tunapoangalia katika kitabu ya Revelation, mambo ya kurudi kwa Kristo, second coming, inakuanga na kitu tunaita 7 theological views. Kuna watu wanasema kutakuwa na mateso, kanisa itakuwa raptured, alafu Kristo atadhihirishwa. Kuna watu wanasema kanisa itakuwa raptured, alafu mateso. Kuna watu wanasema kutakuwa na mateso, katikati ya mateso kanisa itakuwa raptured. Kuna watu wanaamini hakutakuwa na mateso, ulimwengu mzima utakuwa umesikiza injili, na hapo ndipo kanisa atakujia, yeye Kristo atakujia kanisa. 7 na wote wanatumia maandiko kupeana their 7 views. Tumesikia watu wakifunza farasi wa red ametokea, farasi wa black ametokea. Na unaangalia watu kabisa sasa wamefungwa na hiyo mafundisho. Unasikia huyu ndio Elia atakaye kuja kabla Kristo akuje. Yote hii ni mafundisho ya mwisho. Iko na mitazamo 7. So kila mtu akileta mtazamo wake na aseme mtazamo wangu ndio final, hiyo ni cult tayari umeform. Na hata katika historia ya kanisa watu walipredict tuliambiwa Yesu atakuja 2000. Wengine, kuna mwingine alisema Yesu atakuja 1997. Kuna mwingine alisema Yesu atakuja 1844 22nd October. Inaitangwa the great disappointment. Na watu wakauza vitu na 22nd October wakangoja Kristo, hakukuja. So wakati tunaingia katika kufafanua maandiko ya siku za mwisho na tunakaa ni kama tunajua siku na tunajua tarehe, na alafu tunaanza kutumia vitu tunaita newspaper eschatology. Newspaper eschatology ni kuangalia news, alafu tunaanza kuangalia mambo ambayo yanatendeka katika ulimwengu, na tunaanza kusema sasa mnaona Russia wanapigana na Ukraine, na sasa hii vita Amerika wameingilia. Haya, China wameingilia. Sasa China wameshikana na Brazil, wameshikana na South Africa, haya wameshikana na sijui South America, wameform kitu inaitwa BRIC. Sasa wanasema hizi mataifa zimeshikana BRIC, America watashikana na Britain na UK. Hiyo ni Third World War. Baada ya Third World War nini itatendeka? Kristo atatuka, ulimwengu umekwisha. So umeanza kupea watu news. Ni kweli tunajua kutakuwa na mambo mengi kabla Kristo arudi. Lakini kitu ambacho tunajua, kumekuwa na vita kubwa hata inatendeka. Second World War, kama ungekuwa hapa between 1939 twende all the way back 1945, watu ambao waliangalia Second World War walikuwa wanajua dunia inaisha. Hitler alikuwa ameitwa Antichrist, manake ndo aliua Wayahudi. Dunia ilikuwa ni kama imeisha. Hata Kenya tuliparticipate Second World War. So ni kumaanisha mtu sasa hiyo angefungua maandiko ungeprovia watu dunia inaisha. Ni kweli dunia itaisha, lakini hatujui ni lini. So wakati tumekuwa na kitu inaitwa radical
eschatology, radical mafunzo ya mwisho, siku za mwisho, utaform cult. Manake ni masomo ambayo isipohandoliwa na ukweli na isipohandoliwa na details, watu wanaanza kuingiza uoga, kila mtu anaogopa, anajua dunia itaisha. Na sasa unakuta wengi ndio hiyo, na utakuta Mackenzie alianza na hiyo mafunzo. Hata saa hizi Kenya tunajua kuna a very big movement ambayo inaongozwa na nabii, na message yao ni moja, ni Kristo anarudi, ni end time. Na ni vizuri kukumbusha kanisa Kristo atarudi. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba yule ambaye ameokoka na anatembea katika utakatifu, nini nyingine unabadilisha? Si umekuwa ukiishi ukingoja Kristo. Sasa nitaacha kukula juu Kristo anakuja, nitaacha kusomesha watoto ama kufanya kazi, si Kristo anipate nikifanya ile kazi aliniachia nifanye. Hiyo ni kumaanisha either sitembei kwa utakatifu ama kwa njia zinazofaa, ndio nianze kuogopa. Harusi, relationship ya Kristo na kanisa ni relationship ya ndoa. Unaweza imagine mtu unataka kuoa akiambia unamuendea November, anaanza kuogopa. Ni kumaanisha she is unfaithful. So ni basi kanisa is unfaithful. So ni kumaanisha then watu wajaokoka, watu wafuate nguo za Mungu, but mtoto anafuata njia za Mungu. Mimi leo ukiniambia Yesu anakuja kesho, sifai kubadilisha dress code. It is the greatest joy kwa mtu wote ameokoka. Utaendelea kukula vizuri. Hiyo ndo siku tumekuwa tukingojea. Utaambia watoto wasisome. Sasa kwa nini? Sio ndo siku tumekuwa tukingojea. Lakini Yesu mwenyewe alisema, Baba wacha wabaki ili waendelee na kazi. Pastor T, no agwetera hau ha brainwashing. Na nyende kuuria kiuria tondu ona hena mutumia ndirekire interview ranjira ati muthuri wake nigetha athie Shakahola, yeye alikuwa na shida gatu hapo kwa TV, na ile mahubiri ilikuwa hapo haikuwa like mahubiri. Uguo niguo atwikire akibrainwashwo agithie na ku. No nyende kuuria kiuria kia maundu maya ma ukorwo ati TV ni irahuthika ku brainwash andu nginya makinya to that extent, tunaweza ikabaje? Najua ukiulizia swali nimekumbuka tule tu story tunakuanga kabe. Unakuta kuna mzee mmoja anajua story ya kila kitu. So some of these old men wameinteract na mambo ya siku za mwisho na wanajua mambo kadhaa. So utakuta kwa sababu si kitu ambayo inafunzwa sana katika makanisa, na naweza sema ni kitu inafaa every church every year lazima waguze about end times. Unakuta wakati mtu anaanza kuifundisha, watu wana raise eyebrows, wanasikiza kwa sababu iko kwa Bible. Na ni kitu of a great concern. Ukiangalia vile dunia iko saizi, watu wanauliza na inaweza kuwa tunaishi siku za mwisho juu vile kuna kaa ni kama kabisa ni kama kinaumana. Na utakuta hii mafundisho ni very deep. So unakuta, na nilikwambia kuna hizo newspaper eschatology. So ni kama evidence. Sasa nimekuprintia tu picture kukwambia ndio hii Russia, ndio Ukraine, America wako hii side, Japan, China wako hii side. Hii alliance sio ni third world war. Sasa wewe niambie, uko nyumbani, haujaisoma Bible, hauna theological background, na mtu kabisa amekuonesha hii ni third world war. Mungu amekasirika, ushoga imeingia, shule zenyu zinafundisha ushoga, Mungu atajudge mataifa. Angalieni nzige, angalieni vile floods ziko. Kitu ya maana ya kufanya ni nini? Funga ukufe katika uwepo. That is the only guarantee ya kuingia mbinguni. Otherwise anashuka. Na ni kitu umesikiza for more than 1 year. Boss, utafast. Lazima diju hujasoma utafast. So hii brainwashing ni pole pole, na hatu TV zitafungwa, Facebook iko, message za Mackenzie ziko YouTube. Utakuta hata zitatolewa, mtu mwingine ata-upload place fulani. Tunaishi kwa generation ambayo hata Facebook walisema they can't control Facebook. Walijenga monster ambayo they created a monster they can't control. Yeah, so ni time too tricky. Ni mtu tu ajue si kila kitu unasikia ni ukweli. Kuwa na pia authority ya kujudge na kusikiza other views. Yeah. Pastor T, ulikuwa umeniguzia mambo ya mavijana kumenta nini na tuko hapo naweza uliza hii mambo ya homosexuality because imekuwa mingi sana, especially kwa watoto tu wadogo 18 19. Hiyo unaweza tuguzia kidogo, alafu tukimalizia tuguzie mambo huko iko inere. Nituko tukiona mawaganu maige na wale watu wanafanya hizi mambo unaona ni gospel musicians watu influence you. Hiyo pia tunaweza guzia tukimalizia. Sawa. Wacha nianze na mambo ya homosexuality. Ile kitu watu wajaelewa, ile generation inaffectiwa na homosexuality. Hiyo generation inaitwa generation Z. Hiyo generation mababa zao walikuwa generation X. Ni watu ambao wako between kuanzia 13 ni kuanzia 42 all the way to 58. Hao ndio wazazi wa generation Z. Hao wazazi wengi walidump watoto wao mabodi ili watafute pesa, ili watafute vitu, na ndio utakuta hao wazazi leo wakipatana na watoto wao wanaanza kuonesha watoto vitu. Mimi niko na gari, mimi nilisoma, wewe ni nini? Hii generation inatafuta
wanatafuta emotional wellness. So hiyo generation ili grow bila wazazi. Hiyo generation, wakati generation ZX walikuwa na grow, ndo tulianza kusikia kuhusu kashungwa. Unakumbuka Deza kashungwa? Sasa saizi ni legal kuwa na mpango wa kando, kukuwa na slay queen, mzee kutokuwa nyumbani. So hii generation Z wamelelewa from broken homes. Hawajapata mapenzi, hakuna watu waliwapenda, walidampiwa kwa mashule, wamekuwa wakubwa, mzazi anajiintroduce kwa mtoto akiwa 18 years old. Huyo mtoto ashakuwa na mawazo. So hawa watoto wameanza kuingia katika vikundi na wanatafuta affection, wanatafuta mtu ambao wana feel vile wana feel. Na ndo wengine unakuta kabisa hata ukimwongelesha anakuambia yes he lesbian, lakini ni kama huyu msichana kuna kakitu ana meet ndani yake Kenya kupata kwa mama yake ama baba yake. Kabisa unakuta ukijana si gay, lakini ndani yake kuna ile affirmation, kuna affection ambayo hakugrow nayo. Sasa ameanza kuitafuta in all the wrong places. Hii ni some of the consequences ya kuwa na broken homes and a broken community. Na hatuwasaidii hawa watoto tukiwapigia kelele, hatuwasaidii tukiwaonesha wamelose, hatuwasaidii tukiwaonesha magari zetu. Ile kitu inatendeka ni ati wazazi wanaonesha watoto vitu haziwameki sense. Mtoto hata umwambie wewe umejenga, they don't care. So lazima tujue number one need ya generation Z ni emotional wellness. Hao ndio wako depressed, wanataka kwa sababu walimea bila affection, hawajui kupendwa ni nini. Na ndio maana ukiingia online wameform vitu zinaitwa tribe. Unasikia Indo tribe, bado unasikia watu wanasema what's up tribe. Hiyo tribe ni kakikundi cha watu wanapitia the same problem. Mimi niligrow bila babangu, so niko kwa hii tribe. Mimi niligrow nikiona mama yangu akipigwa na baba yangu, niko kwa hii tribe. Mimi hata sijui baba yangu na sijui mama yangu, niko kwa hii tribe. Na hizo tribe sasa ndo wanaleta mambo ya bangi, mambo ya sexual perversion, wanaanza kupendana kwa njia ambazo hazifai. So tuko kwa kitu tunaweza ita generational crisis. Na tusiposhikana kama jamii, tuanze kuongelesha hiyo generation na tuwaelewe na tukubali watuongeleshe, hiyo generation tunaweza ipoteza. Na ndio walitoa wimbo wakasema tupangwingwi. Ni hiyo generation, kwa sababu tunajaribu kuwapanga lakini hatuwaelewi, hatujui pale wametoka. So their issues are unique. Na lazima tuwaelewe, na lazima tuwasikize, na lazima pia pale tunaweza rekebisha turekebishe. It's a very unique generation. Mimi niko nao kanisani, ukikaa nao ndo unajua they have something to say but no one is listening to them. Yeah. Tukitoka hapo kwa ufupi juu naona muda imetuchanga. Yes. Unaweza kuzia historia ugodako ukikuria horo wa waganu na inahusisha watu wenye they are the gospel ministers. Wacha tungusaidie. River Road ni soko. River Road ni soko. Gospel mingi ya Kikuyu ilibadilishwa ikakuwa soko. Mungu alitoka kitambo, tuko kwa level inaitangwa Ikabod. Muziki ilienda, angalia watu walikuwa wanaimba kegosho very powerful. Siku hizi ndo wana headline maklabu. Mtu tu akuona atakwambia hawa ni watu waliimba nyimbo katika roho. Saizi ndo wana headline maklabu. Tuko kwa generation inaitwa Ikabod. Na watu wanauliza kwa nini vijana wa Mount Kenya wanarudia Mungu wa mlima? Wale ambao ni custodians wa Mungu wa kweli wameangusha. Ni ukinitajia leo 5 famous preachers wa Mount Kenya kama si comedians wametoka background ya muziki. Endo uangalie wazee wa kiama uone vile wako serious na mambo yao. Alafu niambie hiyo generation sisi tunaonesha mchezo kwa madhabahu, wanajua mambo ya Mungu si ya mchezo. Sisi tumekuwa ma comedians, kanisa imekaa ni mchezo. Inakaa ukitaka kuwa pastor kuwa comedian alafu ndio uingie. Alafu unaangalia wazee wa kiama au wazee wanaangalia utakatifu, wanaangalia mambo ya vile unaweka familia yako, wanaangalia mambo ya vile mwanaume anakuwa katika sheria za wanaume. Alafu tunaanza kuuliza vijana wetu wanapotelelea wapi? Wakati kanisa ilipoteza the values of being the church. Makanisa mingi za Mount Kenya, and I'm speaking this with a lot of love, zilitanio zikakuwa ni biashara za watu. So na watu wanaona, unajua kanisa ni mimi na wewe. Hadi tunashambulia mtu, boss tuko ndani. Sisi tuko hii Murang'a, tuko Nyeri, tuko Kiambu, tunaona kabisa tulipoteza. Na unless tukae chini tujiongeleshe na tutubu na tuambie Mungu kabisa tumepotea. Waimbaji waliingia kwa biashara. Juzi nilijaribu kuita mwimbaji fulani crusade. Akaniambia kama una 150 sikuji. Hawezi kuja. Nikamuuliza
hata sikuwa nimekuambia vile nimejipanga, lakini ilikuwa kama hauna hii pesa hatuwezi ongea. Nikajiambia hii roho ilitoka wapi? Biashara imeingia. So wakati unasikia mtu akwambia 150, na mimi ni msanii, sikatai tunatumia pesa, sikatai video ni expensive, lakini kuna madhabahu unaendanga unapata prophecy. Mimi nimeingia River Road kidogo. Hapo unakutanga mtu anaingia studio kuweka BGV na ni mlevi. Na ni gospel. Na huyu mwenye anaimba hiyo gospel ni mlevi. Na ametoka lodge kulala na dem. Tulipoteza bro. Na ndio unakuta muziki zetu hazina power. Wasanii wetu kuna mtu anawaheshimu. Tunashare madhabahu na watu ambao si wa Mungu. Tulipoteza utakatifu, ikaingia ni mchezo. Na sasa unakuta generation inapotea, lakini si wote. Bado Mungu ako na remnant kake na watainuka na watasikizwa. Wataendelea kuinuka. Tunawaombea hivyo. Najua ndarushiwa mawe, lakini mawe wakirusha tuko tu sawa. Na mwiroreri tukoranagiria na Pastor T, nigumuhe kanya akorwo akimwareria riu cigo ciake cia mwisho na heane nginya namba yake ya thimu na dikana ngoria on behalf ya mwiroreri. No njoke torerie topic ya njohi Mount Kenya to. Ni sawa. Ni ikitete muno. Hiyo kwanza iko kwa siasa. Ni mwigwa ne ndererwo. Uwe menye wanyima. Wewe maikiria mahiga. Watu wenye wanapiga pombe ndio walifungua factories za pombe. So kama ni kupiga pombe lazima tukue serious. Lazima tupigane. Haiwezi kuwa mwenye alinipe pesa ya siasa ndio akona factory kubwa ya pombe. Alafu nasema tutazi. Kuna vitu zinaitwa roadside declaration na kuna vitu zinaitwa action. Na ni vizuri tujiulize ni pombe gani inamaliza vijana? Ni nani wana manufacture? Na wenye wana manufacture ni wako wapi? Tunajua factory zao, tunajua pali biashara zao ziko, wamepatiwa license na serikali, wanajulikana na serikali. So tunawajua. Lakini tunaangalia kamera hivi tunakemea pombe, lakini mwenye anaziuza amekaa hapa. Ana smile. Juu baada hapo ananiambia nweka wega muno. No ame anomo akaturute wira. Jikiasia maido. Jikiasia maido. So we know the culprits. And I think the only way to deal na mambo ya pombe Mount Kenya, number one, hii kitu iko na siasa ndani yake. Hii kitu iko na spirituality ndani yake. Juu ni wazee tunapoteza. We are losing men. So iko na men ndio seed carriers. So iko na spirituality ndani yake. Na ukiangalia tulipoteza Ukristiano. Tulipoteza ile dini ambayo ilikuwa ina preserve watu hata kwa Mungu. Waliacha. Sasa tumeingia kwa mambo hatujielewi na ndio maana kizazi inatembea. Na hata ilikuwa prophecy. Ati siku ile Mount Kenya mtaacha Mungu wa kweli, mtapoteza udhamaki. Hiyo ilikuwa prophecy. Mkiacha Mungu wa kweli, mugate udhamaki. Na ya pili, judgment itaingia kwenu. Na kama hatuoni, ndio hii imeanza kutendeka. Na sikudanganyi, sijui kama udhamaki itairudi. I tell you, we will stay in the cold for long. Na tutaanza kufeel impact. Uliona watu wetu wakienda maandamano town, kitu ijaitendeka. Hizo ni ishara. It will get worse. Na solution itakuwa kurudia Mungu wa kweli. You just wait. Hii record iweke miaka kadhaa utairifa. If we don't turn to the true living God, yule alitubariki, yule alituinua, yule ambaye amekuwa akituangalia, na tuanze kurudilia miungu, wacha utaona vile kitaumana. Yes. Gucia ni marero yale makao makigwa ndeto yo. Riu ngukuhe kanya umarerie cigo cia mwisho na mundu ngenda gukinya mtu anaweza taka kukureach either for anything. Upeane namba ya simu alafu tukiwe tukimalizia. No topic hiyo ya njohi ni gushoka. Tuendelee deeper. Mimi ndasema tu kitu moja, wale ambao wanaenda kanisa, beba Bible na ubebe akili. Muhimu sana. Go to church with your Bible and your head. Usiache kichwa nyumbani. Usiache akili hope. Kuna vitu utaambiwa uone hapa nimedanganywa, hapa nimeingizwa, na ni vizuri sana. Ya pili nitasema ni vizuri sana watu wetu turudilie Mungu wa kweli. Kweli mambo mingi inaharibika na suluhisho iko katika the original foundation. Tunajua mambo ya kimungu na ya kiroho ambayo imetendeka Mount Kenya. Kuna madhabahu ya kweli ya Mungu. Wacha turudilie Mungu wa kweli. Otherwise tutapoteza kizazi tukiangalia hivi na itakuwa ni mbaya sana. Ya mwisho tu ni kuambia generation, mambo yanabadilika. Tukiangalia politically vitu zinabadilika. So wacha tuinuke na tujue now it is time for another generation. Na tukipoteza hii hata sisi tutakaa. Watu wana making joke wanauliza Kenyatta akiiba
mashamba guka yako alikuwa wapi? Mm. So hata sisi sasa generation yetu ndo inaingia. Wacha watoto wetu wasiulize Kenya ikieko juu ya meza wewe ulikuwa wapi? So let us also as young people rise and possess our possession na tutengeneze inchi ambayo tungetaka watoto wetu wakulilia ndani. Majo ita wote hiyo ndio ni gutara kana ni wekate kumaredia sio mataro bas ndakirekia. Namba ni 0740 714713 0740714713. Wow, ndakena muno Pastor Tindi gwitikira kwaraniria na ithuĩ. I'm so much honored. Na mwiroreri thengio muno nituko tugicoka ringi part 2 tukereria njohi ino igigomire gicigo kia Mount Kenya. Nyingĩ ta kũmũheaga maingĩ. Until the next time. Bye bye.